That's Plus. Tunawapenda. Karibu mgeni. Mkulu, tayari nimeshampaka majivu na yupo kwenye usingizi wa ajabu kabisa. Mpe maelekezo. Mgeni, nyumba yangu ina masharti na ni lazima uyafuate. Karibu mgeni. Kwa sasa nyota yako, akili yako, mwili wako vitatumika kwa ajili yangu. Karibu mgeni. Hautokumbuka mtu, kitu, tukio au mahali wala hali ulioipitia kabla hujaja hapa nyumbani kwangu. Karibu mgeni. Mimi na marafiki zangu tutakutumia kwenye kazi zetu zote, hasa kazi ya kututafutia nyama muda wowote tutakaohitaji. La sivyo wewe ndio utakayekuwa nyama yetu. Karibu mgeni. Utakapotimiza siku 365 bila kutuletea nyama angalau mara moja, wewe ndio utakuwa nyama yetu. Karibu mgeni. Utakapokamilisha majukumu yote tuliyokupa ndani ya siku 365, tutakurudishia akili zako, utakuwa mshirika wetu na mji wako kwa usaidizi wetu. Karibu mgeni. Ewe Kigagula, nimempa maelekezo yote. Akiwa katika usingizi wa ajabu, naomba umkaribishe mgeni wetu ndani. Mkulu, umesahau masharti kuhusu chumba chetu? Asije akaingia akiwa na akili zake za kawaida alafu akazinduka, itakuwa ni tatizo. Si unakumbuka kuhusu yule mgeni wa kiume? Asante Kigagula. Mgeni, chumba ambacho kimefungwa kamba nyekundu hairuhusiwi kufunguliwa hata siku moja. Karibu mgeni. Mgeni wetu, maelekezo yote uliyopatiwa unatakiwa kuyafuata pasipo kuvunja masharti. Kuanzia sasa, shangazi yako ndiye atakuwa mwalimu wako na ndo bosi wako. Chochote atakachokwambia unatakiwa kufuata. Karibu mgeni. Maji haya ni ishara kukukaribisha katika ulimwengu wetu. Hakuna mtu atakaye kujua katika sura yako wala muonekano wako wa awali. Karibu katika himaya yetu. Safi Kigagula, twende tuingie ndani, nije nimwamshe aingie ndani. Mkulu, nataka nikukumbushe jambo. Utakapokuja kumwamsha, usisahau kumpaka ile dawa, maana asije akazinduka. Unakumbuka kuhusu ule mgeni wa kiume? Usisahau kumpaka dawa na akazinduka. Nakumbuka. Ilibidi tumle nyama bila kupenda. Sawa Mkulu, zingatia hilo jambo. Basi naomba unirudishe ili uje kumwamsha. Sawa Kigagula. Juma. Naam. Jambo. Sijambo, shikamoo. Marahaba. Kulikoni?
maana uliniambia kwamba unaenda kumsomea kwa wenzio utarudi muda wa wiki. Shangaa leo saa hizi uko hapa. Vipi? Nilimwahi baba. Jana niliongea naye, kuna kiasi cha pesa nilimuomba. Sasa aliniambia nije mapema, kuna maagizo atanipa niyafanyie kazi. Ya kule shamba. Ndio mama. Sasa nikasema wakati nakusubiri, ngoja nipunguze hizi nguo chafu. Baba ametoka sasa hivi. Hata dakika 10 hazijaisha. Kapigiwa simu, kaambiwa gari lake la mizigo limejaa, tayari kwa safari kuondoka. Hapo sasa babako kurudi sio leo. Hapo si chini ya muda wa mwezi mmoja. Ila baba amekusubiri sana. Ameniambia umeondoka na mgeni. Na alitaka kujua nini kilichoendelea huko. Niliona alinipigia lakini nilishindwa kupokea maana huko nilikwenda majanga tu. Majanga? Kwani huyo mgeni nani? Anaba mwenyewe kaongea kimkato mkato. Zaidi tulichoongea vizuri ni maagizo ya shamba tu. Yule rafiki wa babako ambaye alikuwa anapenda kumuita Solatani. Si unamkumbuka? Ndiyo mama, nimemkumbuka. Si yule mwanae nilikuwa nasoma naye na kaka yake alikuwa anasoma chuo. Sawa kabisa. Ni yule binti uliokuwa unasoma naye, ana dada yake. Alikuja hapa jana, alidai kuwa kuna matatizo. Nikamkaribisha akalala hapa. Asubuhi ilipopambazuka tu nikaamua kuongozana naye na wapi kwao nikajue shida nini, lakini kilichotukuta huko njiani sina hamu na yule binti. Bahati mbaya au nzuri tulikutana na ndugu zake njiani wakiwa wanamtafuta. Katika maongezi yule binti akatukimbia pale pale. Tukamkimbiza, hatimaye tukumpata tena. Nimeamua kurudi, ndo narudi majanganyiko hayo mwanangu. Wewe Juma. Hivyo una akili wewe? Yaani mimi nakuzungumzia matatizo, wewe unaangalia juu, unafurahi na kutabasamu. Unanichukulia mimi taila au? Hapana mama. Naomba niende kwao kwanza. Bora ufanye hivyo. Nenda ukawasaidie, manake mimi nimezurura nao huko, nimechoka, nimeamua nirudi nyumbani kuja kupumzika. Na akikuulizia mwambie mama amepatwa na dharura. Sawa. Basi haina shida, wewe nenda. Mimi niachie hizo nguo nitazimalizia. Ukirudi tutaongea. Hii ndio nafasi ya wazi kabisa. Niko mimi na goli tu. Golikipa hayupo. Kazi kwangu tikisa nyavu. Leo lazima Leila nimwambie kila kitu. Mama angejua nilichokuwa nachekea pale, wala asingeniruhusu niende. Wahenga wanasema vita vya panzi, furaha kwa kunguru. Mdogo wangu. Ndio kaka. Kama unavyoona, Fatuma ametutumu vitu vya ajabu sana. Yaani moyo wangu hauna amani kabisa. Kaka, hata mimi nashangaa. Dada akasema eti tunataka kumdhulumu mali ya baba. Hivi unafikiri hiyo ni akili yake kabisa? Hata sielewi mdogo wangu. Na hata sidhani kama nikimpata nikimwambia rudi nyumbani atanielewaje. Sababu mimi hofu yangu ni kwamba sija kajiingiza tu kwenye masuala ya kujiuza. Sababu kama unavyojua sidhani kama ana sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi ya kwa Mama P. Na unazijua tabia za Mama P. Au unadhani atakuwa ameelekea wapi? Mimi sifikiri hivyo kabisa kaka. Na wewe ni bora usiwaze hivyo. Ila mimi mawazo yangu anavyowaza, nahisi kama ataenda polisi kutushtaki kama tunataka kuuza hii nyumba na kumtapeli. Mdogo wangu una akili sana. Yaani natamani hata Fatuma angekuwa na nusu ya akili yako tu. Hata sielewi kwa kweli. Sielewi nifanyeje. Nimekuwa na wasiwasi sana, na ukizingatia kuna watu ambao wananisubiri niweze nikaenda kuanza kazi. Basi sawa.
ila kaka, mi nakushauri ungeenda tu ili kuangalia utaratibu wa kazi, na huku sisi tungeendelea kumtafuta dada kimya kimya. Basi sawa, acha mimi niende. Acha mimi nikajiandae. Sawa kaka. Sasa mdogo wangu. Kaka, wewe usiwe na wasiwasi. Mama Juma amesema atakuja na tutaenda kumtafuta pamoja. Kwa hiyo ni heri tu wewe kaendelea na ratiba za kazi. Alafu mimi na Mama Juma tutaenda kumtafuta. Sawa, ila sasa chukua hii hela. Itakusogeza katika mahitaji ya mchana. Acha mimi niende kwanza nikatafute kazi. Asante kaka. Mimi ngoja niende. Baadaye. Mungu akulinde kakangu. Karibu Juma. Karibu kitu kaa. Mambo vipi? Poa tu. Mamako aliniambia umehama shule. Ni mapenzi ya baba tu. Kataka niende shule ya ufundi ili baadaye nisihangaike kujiajiri. Babako yupo sahihi sana. Kwa sababu mwenyewe najionea hapa nyumbani. Najionea nini tena? Mbona unanitisha? Si kakaangu Kibula. Yaani kila siku anahangaika kutafuta kazi. Mpaka leo hajapata. Tangu amalize chuo. Ila nadhani kama angekuwa amejihusisha na masuala ya ufundi, sasa hivi angekuwa na ujuzi wake na ingekuwa rahisi tu kujiajiri. Kwani Leila, kakako ni mkorofi sana? Korofi? Mbona kakangu ni mtu poa tu. Ila apendagi ujinga. Kwanza kwa nini umeniuliza hivyo? Nimesikia tetesi za mtaani kwamba ni mkorofi sana. Nagopa sija kanikuta hapa ikawa balaa. Acha bwana. Kwani wewe kakangu si anakujua? Alafu kwani mshaye kuzinguana? Maana nyie vijana nyie wa kiume mkute mshaanza kuchukuliana watoto wazuri kwa mkagombana. Hapana Leila. Hivi nadhani kwenye hii dunia kuna mtoto mzuri zaidi yako kwangu. Kwa nini umeniuliza hivyo? Unaniweka njia panda? Ngoja nikuweke wazi. Maana ukweli umeweka mtu huru. Kwanza kakako yupo? Hayupo, ametoka. Okay Leila. Nataka utambue kwamba nakupenda. Hiyo ndio maana ya swali langu. Hivi Juma, unajua mimi nakuchukulia kama kakaangu. Na sijawahi kuwaza hata siku moja kama utakuja kuniambia mambo ya kipuzi kiasi hiki. Hivi ulishawahi kufikiria kwamba sawa ukanitongoza nikakukubalia, kakaangu akijua si ataniua mimi? Basi samahani sana. Naomba baki siri baina yangu ya mimi na wewe. Sawa, maana mwenyewe siwezi kujaribu hata kidogo kumwambia kaka. Kwa maana hapa nilipo tayari na mzigo kumtafuta dada. Na yule ni mtu mzima kabisa anajielewa. Na kaka alimpiga kipigo cha mbwa mwizi mpaka katoroka nyumbani. Ni kwa sababu hizo tu za kijinga jinga kwamba mama pia anamtafutia mabwana. Sasa vipi kuhusu mimi ambaye bado ni mwanafunzi? Kaka akaja kusikia natoka na wewe. Unafikiriaje yani? Basi nimekuelewa. Ila angalau moyo wangu umepesi kama nimetoa ya moyoni. Kwani kaka Juma, ina maana uko serious? Au unanitania? Hivyo kumbuki kipindi sijahama shule nilikuwa nakuja darasani kwenu? Nakumbuka, lakini si ulikuwa unakuja kuwafuata wale marafiki zako wakorofi. Mimi nilikuwa nakufuata wewe na nilikuwa nikikuona moyo wangu una furaha sana. Acha tu nikwambie ukweli. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Na tena sijawahi hata kufikiria kujiingiza kwenye mahusiano. Kwani sitakuwa asili sana? Basi endelea kuniita kaka ili kakako asijui chochote. Na ukitaka chochote takupatia.
Unajua mimi ni mwanafunzi Juma. Na sio mwanafunzi tu. Tena na umri wa miaka chini ya 18. Sasa mimi nahisi unipendi, bali unanitafutia tu matatizo. Tatizo ni moja tu. Tukisema tuwasubirie mkue. Wengine wanasema embe mbichi uliwa na chumvi. Nataka kuniambia waje kuwa na mpenzi Leila? Ni hao wengine na wala sio mimi. Mimi sasa hivi napambana kutimiza ndoto zangu. Na bora tu tuishi hapo hapo, maana kunapoelekea naenda kuvunjia heshima sasa. Basi sawa. Na vipi kuhusu dada yako? Umefikia wapi? Hapa nilipo namsubiri mamako kwa sababu jana alisema atakuja ili tuelekee kwa mjumbe kutoa taarifa. Ili mradi kama kuna mtu akimuona amjulishe. Kwa sababu sisi anafikiria. Basi tuende usindikize maana mama kapata dharura. Oh, basi sawa. Ngoja niweke vyombo niingize ndani afu twende. Zombie! 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 Watakuwa wametoka ni? Sio nitampata wapi tena? Na hivyo sina simu, sio nitampataje kwa kweli? Kwa inabidi niende kwa Rama. Inawezekana atakuwa anajua alipo. Zombie! Kwa inakuaje Rama? Fresh. Vipi za kupoteana? Sasa ni majanga tu kakaangu. Majanga gani? Ni yule mdogo wangu Feti. Ametoroka nyumbani sasa hivi na hataki kurudi kabisa. Kaenda wapi tena? Yupo tu mtaani huko na zurura. Na kila tukijaribu kumfuatilia na tukimbia na hataki kabisa kurudi nyumbani. Ila tuachane na hayo kwanza. Hivi leo umebahatika kumuona Zombi? Zombi kaisha kaka. Jana usiku polisi wameingia mtaani kwao. Wamemkamata. Pia wamemkamata na vitu vya wizi. Kumbe kupendeza koti kule anafanya kazi ya wizi. Na kushauri kaka, hebu kaa naye mbali. Na leo ni Jumamosi. Ina maana kutolewa zamana hapa ni mpaka Jumatatu. Ndio hivyo. Basi sawa kaka. Acha mimi nirudi nyumbani tu. Vipi sasa jukumu la kumtafuta mdogo wako limeishia wapi? Tutazungumza siku nyingine. Siko sawa. Zombi atakuja kumuingiza kwenye ujambazi. Nitamshauri kabisa aache ujamaa naye. Shoga yangu, yaani ulivyokuwa unaniambia kwenye simu mimi sikutaka kuamini, nikaona ngoja nikufuate. Umesema Juma anakwambiaje? Yaani wewe acha shoga yangu. Yaani hapa nilipo nina furaha hatari. Yaani Juma ananipenda kukosa maelezo. We, Sikwambii sana. kwa ile siku pale alivyokukataa alikuwa anakudanganya au? Zilikuwa ni zuga tu. Alikuwa hawezi kuongea mbele za watu. Kwa alikuwa anakutaka kweli. Haya. Mambo yapo lele. Wacha kama nakuona. Haya bwana, maisha mema wewe na huyo Juma wako. Maana basi siku hizi haupoi mpaka mtaani uonekani. Nipo tu. Shoga yangu.
Yule si Juma yule. Tena yupo na Leila. Hey! Ui, si umesema Juma anakutaka wewe, shoga yangu ushazidiwa kete. Ngoja. Nitamtafuta Juma kwenye simu. Wewe nitakupa jibu. Leila ni mtoto mdogo sana kwangu. Mi yangu macho, ngoja nione. Wewe Salha. Sasa mbona kama una hasira? Wewe si ndio umeniita afu unaondoka?